Maji nikiwa piongoni pana mahajjati alhamdulillah nao pia ni wengi, maana kama tunavyofahamu dunia wao ndio wengi kuliko sisi. Kwa hiyo maana hata hapa ukiona mahajjati ni wengi, jua basi wamehamasika, walillahi alhamdu. Kwa hiyo ambaye bado uko nyumbani hujahamasika bado, unatakiwa kuhamasika. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Fatma Hamisi Shomari. Fatma Hamisi Shomari. Hija yako ngapi mamangu? Hii ni hija ya kwanza, lakini nilikwenda umra pia. Oh mashaallah. Ulikwenda umra na taasisi gani? Na hii manasik. Ilikuwa lini? Ilikuwa Disemba mwaka jana. Kwa nini manasik? Kwa sababu kwanza bei zake ni nafuu alhamdulillah. Nilifuatilia mara kwanza kwenda zangu umra, nikaona kila taasisi ninayoigusa bei iko juu. Kila ninayoigusa bei iko juu. Lakini kuna shekhi wangu mmoja akanambia mimi nina taasisi nafahamiana nayo, iko bei zake chini. Alivyonitumia nikaona kama bei zake kweli ni nzuri na nashukuru, nikajiunga nao. Baada kusafiri nao nikajua kuwa na ubora wao, kwa sababu tumefikia hoteli ilikuwa karibu na Maka na msikiti wa Haram, tuko jirani sana. Alafu ni hoteli ni nzuri sana kwa kweli. Pia na wao viongozi wetu wako vizuri na huduma zao ni nzuri alhamdulillah, tunashukuru. Ndio maana nikahamasika tena kuja nao kufuatana kwa ajili ya haji sasa hivi. Ndoto hii kama ndio kwanza unaamka sasa hivi, ndoto hii ilianza miaka mingapi iliyopita? Miaka mingi sana. Bwana. Sana. Miaka mingi sana. Hata haikumbuki, maana inawezekana ikafika miaka mingapi? Inafika kama inafika miaka 10 sasa. Ilikuwaje ndoto hii mpaka leo inatimia? Mimi nafanya kazi insurance. Sasa kila nikitaka kusafiri nauliza mashekhe, wananiambia pesa yangu hairuhusiwi kusafiri. Kila nikitaka kuuliza naambiwa pesa yangu hairuhusiwi. Lakini baadaye nikashukuru, nikapata support. Kuna sehemu nikienda kujiunga kwenye taasisi za wanawake, kule ndo nilikoanza biashara zangu, kwa sababu mimi nina ujuzi wa kushona. Kwa hiyo nikapata ofa kutoka kwa Mama Samia, kwa hiyo nikaanza kuchukuliwa trip za kwenda nje ya nchi. Mara kwanza nikapeleka mzigo wangu, yani nini zangu nizotengeneza. Nilipoenda kujiunga nikaambiwa hapa pana safari, lakini kwa watu wabunifu wenye kutumia kazi zao za mikono. Kwa hiyo na mimi ni fundi, nikaambiwa na wewe tengeneza bidhaa zako uzitume Dodoma wizarani. Kwa hiyo nikatuma Dodoma wizarani, nikajaza na fomu, zikapita zile. Nikaambiwa umechaguliwa, unatakiwa kwenda Uganda ukafanye biashara. Kwa hiyo andaa mzigo mwingi wa kutosha. Kwa nikaenda Uganda na kweli alhamdulillah nifanya kazi vizuri. Na mwaka uliofuata pia Disemba nikapeleka tena bidhaa zangu, nikachaguliwa kwenda Burundi, nikafanya vizuri. Na mwaka huu pia mwaka jana mwezi Oktoba nikachaguliwa kwenda South Sudan. Nimekwenda South Sudan, mashallah alhamdulillah tulifanya biashara, na nilimwambia mume wangu na kwenda Sudani nasikia dola ziko nyingi, nikijaliwa inshallah na kwenda zangu haji. Lakini nilipokwenda Sudani biashara ilikuwa kubwa zaidi kuliko nilivyotegemea. Kwa hiyo nikampigia simu mume wangu tangu niko kule, nikamwambia mimi nakwenda umra. Umedondosha machozi ama umetaka kudondosha machozi. Huenda machozi haya yanaweza kuwa na maana bila shaka. Nini ambacho kinakufanya machozi yakakudondoka leo? Nilikuwa na hamu nikamtembelee Mtume. Nilikuwa natamani sana nikatembelea alipokuwa kwa Mtume. Leo ni ndoto hii inakwenda kutimia. Hii kwa mara ya pili nitakwenda, Mwenyezi Mungu akinitakabalia nitakwenda kumzuru Mtume inshallah. Na Al-Kaaba nimeliona, nashukuru kwa mara ya mwanzo tofauti na nilivyoliona katika picha. Maana kwa mara ya kwanza nataka wakati unaiona Al-Kaaba ya sana ndilia tofauti. Kilichokuwa kinakueleza nini hasa? Ndio kama namuona Mwenyezi Mungu alivyo.
maana ule uwezo wake Mwenyezi Mungu. Ukishafika Maka ndio unaona vile ilivyo Maka, ilivyo Kaaba, ilivyo ule msikiti ulivyo pale, unaona kweli niko chini ya Mwenyezi Mungu. Kuna lipi la kuambia wale ambao manake bado hawajafikiria kuhusiana na ibada hii? Wajitahidi wakaone jinsi ilivyo Maka, waone historia za mitume, waone mambo ya zamani. Kweli wenzetu walikuwa na dini na ibada ilikuwa ikifanywa hasa zamani. Hapa kwetu tunafanya ibada lakini hatujaiona na hatujaijua uhalisia wake. Lakini kule kwenye historia ndio utaona kama hapa kuna vita vya Badri, kote sisi manasiki tunapelekwa. Tunaona watu walipigana kwenye vita vya Badri, tumeona mlima wa Thauri, tumeona sehemu alizojificha mtume, tumeona alivyokuwa akifukuzwa na sehemu aliposhuka malaika kuja kumsaidia mtume kwenye vita. Tumekwenda kwenye mlima huo, ulikuwa unaitwa watu nini kipindi hicho wanaita Jabal Malaika. Tumeenda tumeona mashallah, alhamdulillah, makaburi, sehemu nyingi tumeona, visima vya Shifa, tumeona Masjidi Kuba, Masjidi Kiblatain, kote huko tumepitishwa na manasiki kuona. Mashaallah. Mimi nikuombe jambo moja mamangu, nisikuchoshe sana. Ukifika katika yale maeneo muhimu kule, inshallah usinisahau katika dua inshallah. Nami Mwenyezi Mungu aniite, nia tayari ninayo. Mwenyezi Mungu nasi atufanye nasi tuitike kwa pamoja inshallah. Mwenyezi Mungu atawezesha. Tangu tulipokuwa mwanzo waandishi wa habari mmefuatilia semina zetu, Mwenyezi Mungu ajalie kila anayetamani kwenda, basi inshallah Mwenyezi Mungu amjahalie naye afike, na ukitia nia unataka, basi inshallah Mwenyezi Mungu anakuwezesha. Nikushukuru sana mama. Haya, shukrani. Nikutakia hija mabrur inshallah wa makbul inshallah. Haya, fanya. Mtazamaji, huyu ni miongoni mwa mahajjati ambao bila shaka nao pia tupo nao hapa airport kwa ajili ya kuwaaga.